ni mambiengi ya towa kare nyasaye ngambu ya manasenge ncho aveire amonaintwe wiki ya renge entambe twekire jumapire ya bono tote nyasaye ngambu ya manasenge ncho nigo aveiro morendium ya oturwanire twekire mambie ya bono anene mono tokumande ya ngambu ya mono senge ncho Kiamasesenia emambie ya bono diko tuwanyorira Kiamasesenia yembura tuatwereiro akeiga tokumnya kojega studio tunasema asante sana kwa baraka iko bono neli tukoli ya kegima Kristo atonyarire tunasema asante sana karibu sana asomurubili Egesinga Kiamasesenia emambijika ya bono tunyanda kusangamo na yeye maseje mogocha kira chinse chike komunibere chiabono mambia bana chiataka goika chinsa inye chiabono mambia ekartora chigosangamo naye amo nabateli tochikonyoru murandia ime yenyomba anyari kusangamo na intolingana liyo monene kisha baadaye tutabarikiwa kwa njia zote kwa kupokea uponyaji. Natumai ya kwamba wote tuko wazima team diaspora popote ambapo mlipo nasema asanteni sana. Karibu kwenye program hii siku hii tunapoanza kwa njia hii tukisema ni asante sana. Iko bono mnire njera yabo tambi iko tumulika ni Kristo anyari kusangamo na intwe eliotonyare ko genderera sobia omwikoyo mochenu nyare ko bamuna intunyare kutura. Iko bono ndosi asole kenda kutukotia semitando yetu ya www.ndizitv.net mwika sensemo ya YouTube tunabuna Ndizi TV News Digital Ndizi TV News mwika sensemo ya Facebook wako tubuatia muna Ndizi TV News Digital genda kutubuatia chinsemo chionsi ya semitando yetu na boigo Twitter na TikTok wako na botu ya muna Ndizi TV. Iko bono mwanchumo likelele tutoweke omonene anyari kutu tangana kisha baadaye tutaendelea. Ekarato kanta kwerobelia omorandia oikire ensemo yende ye studio oyo digosangamo 92 eye maseyemo selingana liyo monene kurinde tutaramureta sembeo tigatonyare kumwaligania Kristo samasabo kisha baadaye turana ensemo yende ye studio tunapojipanga kumleta mgeni wani tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo ni asubuhi njema tunalitukuza na kulinua jina lake mfalme kwa maana amekuwa pamoja nasi, ametembea nasi usiku uliokuwa mrefu hadi asubuhi hii. Mfalme tunalitukuza na kulinua jina lako asubuhi hii. Tunasema asante kwa baraka ya mvua. Walio wagonjwa tunawakabidhi mikononi mwako mfalme, walio na hitaji katika mioyo yao mfalme ukaweze kuwatimiza kwa wakati wako mfalme. Tunasema ni asante mfalme kwa sababu umekuwa pamoja nasi, ulitujua vema, ukatulinda, ukatupa uzima wa bure ambao hatujalipia chochote mfalme. Tunasema ni asante. Tazama sasa tumeanza programu hii rasmi mfalme, tunaomba ukaweze kuwa pamoja nasi na wote ukaweze kuwafunika na damu yako ya kipekee mfalme, ili wote wanaoenda kusikiza neno la kutoka kwa mtumishi wako mfalme wataoenda kupokea nyimbo mfalme zikaweze kuwa za kuwainua na kuwabadilisha maisha yao. Hayo machache tumeomba mfalme, si kwa kulazimisha bali tumenyenyekea tukitumaini ya kwamba utatimiza kwa wakati wako, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana nimeomba na kuamini, sema amen. Iko bwana mchumo ligerelia mbiyamono sana tukatoa sasa moja ndio studio tupate wimbo kwa ufupi kidogo tunapojiandaa kumwingisha mhubiri hewani akaweza kutubariki na neno. Producer, nimerudi kwako. Heya! Tuko hapa tunasonga mbele. Ready for nights. Twende mbele baba. Hey! Anointing Studios. Nasongea. Nasongea. Hallelujah. Nasongea. Hallelujah. Nasongea. Kwako Bwana. Nasongea. Kwako Bwana. Nasongea. Nasongea. Baba nasongea bezako. Hakuna mwingine kama wewe. Mimi nasongea. Mimi nasongea. Mimi nasongea. Mimi nasongea. Kama ni kucheza baba, nitakuchezea. Kama ni kuruka baba, nitaruka baba. Mimi nasongea. Gobono mchumo ligerelia kokote ya sense menya ndio studio niko tomubwateka ga omo Apostle Robinson oyo gochikoto sangamo na intolingana leo monene mambia jabono iko bono pastor karibu sana. Asante. Tienya saya go sesenie
Karibu sana. So ase faida yo murigereria na bokuligereria kamera liga, you introduce yourself kisha baadaye utuingize kwa neno. Asante. Nashukuru sana mahali popote unaposikia sauti hii. Nashukuru sana katika Ndizi TV ambao ni runinga ambao nimeshukuru kwa yale ambao yamefanyika katika siku ya leo. Jina langu ni Apostle Robinson Chweya na kanisa ambao tunaloliabudu najulikana kama Emmanuel. Linapatikana hapa Osongo Hospital, kipanda kwenda juu, hapo ndipo kanisa liko. Na tumeona Mungu akifanya mambo ya ajabu, mambo ambao ya kusangaza sana. Na yote ni utukufu katika Mwenyezi Mungu. Katika wakati kama huu ninataka kuchukua funza ili niweze kukuletea ujumbe ambao ni wa Mungu katika wakati wa leo. Wacha kwanza natuamini Mungu. Baba, nakushukuru, nasema ni asante kwa ule msikilizaji ananisikia wakati wa leo. Naomba Bwana neema na ushindi na kibali juu ya maisha yake. Baba yangu, katika asubuhi ya leo wache ya baraka. Asubuhi ambao Mungu anaenda kutenda mambo ya ajabu. Asubuhi Bwana anaenda kufanya mambo kubadilisha maisha ya kila mtazamaji anaponiangalia siku ya leo. Nitumie kama chombo vile unavyonitumia pale kanisani na watu wameshuhudia mambo mengi. Hivyo ndivyo hata hapa kwa hewani. Mungu, usa watu wako, badilisha maisha yao. Wale ambao wamekata na maisha na tamaa kwa sababu ya uchumi na vitu mingi. Bwana Yesu, naomba wewe ni Mungu unaofungua njia mahali pasipo njia. Naomba ya kwamba siku ya leo katende jambo la ajabu. In Jesus mighty name we pray. Amen. Nashukuru sana katika wakati wa leo. Niko na ujumbe ambao naenda kukuletea katika asubuhi ya leo. Ujumbe ambao unasema ya kwamba kuwa tayari kukutana na Mungu kwa wakati huu kupitia mtu yoyote ama kanisa yoyote. Ninataka tufungue kitabu ambao ni Wafalme wa Pili ambao mstari wake wa 5. Wafalme wa Pili mstari wake wa 5. Wafalme wa Pili 5 na Second Kings 5 verse 1. Biblia inasema ya kwamba wakati huu Naamani alikuwa jemedari wa jeshi la mfalme wa Aram. Alikuwa mtu mkuu mbele ya Bwana wake na aliyeshimiwa sana kwa sababu ya kupitia kwake Bwana alikuwa amewapa Aram ushindi. Alikuwa askari shujaa lakini alikuwa na ukoma. Mstari wa 2, siku hizo vikosi kutoka Aramu vilikuwa vimekwenda na vikawa vimemteka msichana kutoka Israeli, naye akamtumikia mkewe Naamani. Mstari wa 3, akamwambia bibi yake, kama bwana wangu angelimuona nabii aliyoke Samaria angemponya ukoma. Tuende mstari wa 10, Elisha akamtuma mjumbe kumwambia, nenda uoge katika Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itapona nawe utatakasika. Bwana Yesu, nakushukuru, nasema ni asante kwa sababu ya neno lako ambao siku ya leo naenda kulinena kwa watu wako. Asante Mwokozi kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna jambo linakushinda. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Leo hii nataka kuzungumza pamoja na wewe mwenye unanitazama mahali popote, iwe ni washirika wangu, iwe ni watu kila mahali popote. Nataka kusema ya ujumbe ambao kuwa tayari kukutana na Mungu kwa wakati huu kupitia mtu yoyote ama kanisa lolote katika wakati kama huu. Tumesoma juu ya Naamani ambao ni Second Kings ambao ni 5 kuanzia mstari wa 1. Tumeangalia Naamani alikuwa mtu ambao wa kuheshimiwa, mtu ambao amesoma sana, mtu ambao akona jeo ambao ni jemadari ambao amesimamia kikosi cha maaskari. Huyu mtu alikuwa mtu ambao akona nguvu sana, mtu ambao akona sauti, anaposema vitu vinafanyika, mtu ambao anaheshimika, mtu ambao akona pesa, mtu ambao amebarikiwa kiajabu,
mtu ambao anaweza sindikizwa na escort, mtu ambao ameogopwa. Lakini mpendwa, tatizo la kwamba alikuwa na ukoma, na hii ugonjwa wa ukoma haukuwa unaonekana kwa sababu katika mwili wake alikuwa kama amevaa manguo, nyama zake zilikuwa na ukoma, zilikuwa ambao hata kama anaheshimiwa lakini anasikia uchungu. Hata kama akona pesa anasikia uchungu. Hata kama ni mtu ambao akona jina kubwa lakini kuna uchungu anaousikia. Sasa wakati mwingi anaspendi pesa zake, na kama ni hospitali alitembea, na kama kila mahali alienda, kama ni ng'ambo alienda, alifanya kila kitu, aliuza vitu vyake, lakini bado huko. Lakini Biblia inasema ya kwamba kuna msichana mmoja walitekwa mateka, akaletwa katika familia yake, alikuwa anamtumikia bibi yake ambao tunamuita yaya, ambao ni mfanyikazi. Ndipo alifunuliwa ya kwamba ninapoosa hizi manguo naona manyama, ninapofanya hii kazi lakini ni huruma, akiwa akiomba. Na msichana akafunuliwa ya kwamba Mungu anaitwa Elisha ambao ako Samaria pale. Ili huyu mtumishi akaambia bibi yake, ingekuwa vizuri uweze kuambia bwanako ya kwamba ili aende nabii wa Mungu Elisha ili akapone. Na yule ambao ni Naamani alichukua muda sana kutoenda, kwa sababu wakati mwingine huyu mtoto nini, kwa sababu ni mfanyikazi wangu hapa anafanya kazi, lakini bado ile sida inaendelea kumkura. Ilifika mahali anaona kwamba atalemewa, atakufa, kwa sababu ya wakati tungesoma kwenda chini kabisa muone mambo. Yule jamaa alibeba vitu, akabeba gold, akabeba silver, akabeba vitu ili akaende kuona nabii wa Mungu. Mungu hata kukutana na yeye, akatuma Giazi mwenye alikuwa anatumikia nabii ambaye Elisha, akamwambia ambia huyu mfalme ambao ni Naamani aende achimwage Jorodani mara 7 ili aweze nyama zake sikauke. Na alipochiangalia Jorodani ulikuwa mtu mchafu, akaangalia kwamba mtu mzima kama huu naweza enda Jorodani, na nimeacha mito kutoka Damascus ambayo misafi. Sasa ninaweza kwenda namna gani niweze, kwa sababu mkubwa sana. Lakini hata kama ni mkubwa, akona pesa, bado ile sida iko kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama anaona aibu, lakini ile sida bado iko. Akatii sauti na akaenda paka huko. Alipofika pale, akachimwaga mara 7. Mara kinapochimwaga mara 2 mara 3, nini inafanya? Anafanya kama utoto. Mara anapochimwaga mara ya 4, atakabidi mpaka amalize. Biblia inasema kwamba alipofika mara ya 7 akapona ile magonjwa yote. Mpendo, kuna kitu nataka nikwambie. Inasema katika kitabu cha John 10:10, Yohana 10:10, shetani alikuwa kuchukua, kuua, kuharibu kile kilicho ndani ya mtu, na kuharibu na kuua. Nataka ujue ya kwamba shetani yako uende kacha naongea na mtu mwenye ambao ukiangalia pale nje unaona kuna gari yako, ukiangalia uko na kazi, ukiangalia uko na pikipiki ama uko na vitu lakini kuna sida na kusonga. Na hii sida ambayo inakusonga sana, wakati mwingine kuna kanisa karibu uko hapo. Kuna kanisa unapata ya kwamba imewekwa matandarua, imewekwa magunia, na wanaomba sana. Hata unasikia sifa ya kwamba ile kanisa linafanya deliverance, watu wanakombolewa kwenye maroho, watu wanakombolewa kwenye ndoto mbaya, watu wanakombolewa tirani, watu wanakombolewa kwenye mashetani na majali na mauchawi. Wewe unagairi, unakana ile sida bado inakusonga. Hakuna siku ukisema ya kwamba niko ni kwa dini yangu. Mpendo, imefika mahali ambao itabidi tunyenyekee. Hata kama utaangalia uko na pesa, hata kama uko na mashamba, hiyo sida usipochunga inaweza ukumesa. Tafuta mahali watu wanabudu katika roho na kweli. Tafuta mahali mchungaji amejitoa maombi. Tafuta mahali watu wanaomba, wakiomba mambo yanatingika.
wakiomba hata mashetani yadogo nyumba yako. Mara mingi wanachapa watoto, unafikiria ya kwamba ni kwa sababu kusikizi. Wakati mwingine unaweza chapa watoto mpaka wakufi kwa sababu ni mapepo walirushiwa. Kuna kitu, something strong somewhere. Kuna kitu mahali ambao si vizuri. Shetani akachukua manywele, shetani akachukua nguo zako, shetani akachukua udongo, akachukua mahali unakanyaga, akaenda akanena vitu, akajinya makoko. Wengine walitoa watu matabiu ili waweze kufirisisa maisha yako. Na unanyamaza pale na sida yako. Mpendo, mahali ulipo, usiruhusu kiburi kiweze kukufanya unasema ya kwamba sitaenda hiyo kanisa kuombewa, siwezi kusikia hiyo injili. Hiyo ni shetani. Manake mahali imefika, inabidi masomo tuweke chini, inabidi tuweke hata chochote ambao tunajifunia tuweke chini. Hata kama uko Amerika, hata kama uko mahali bobote, inabidi imefika mahali tunanyenyekea. Inabidi mahali kama ni gari yako, isikudanganye usiombewe, isikudanganye usiombewe. Manake vitu vimedanganya watu. Hata mtu kumwambia funika macho, weka magoti yako chini, hata kama ni kwa barabara, upokee Yesu, watu wanaona ni upusi. Watu wanaona ya kwamba sisi tumeharibika. Mimi ni mtu nimesoma sana, na nilikuwa nikafanya kazi ya serikali na nikaacha. Lakini ni wakati Mungu aliniita, niliacha ile kasi, nikaingia kasi ya Mungu, na namtafuta Mungu katika roho na kweli. Na nimeona Mungu akifanya makubwa pale kanisani. Hata kuna mama aliletwa ambaye hajawahi tembea miaka ambao ni 17, alikuwa amebeba chuchu. Ni kwa sababu hakuna wakati wa kuonyesha hata hiyo makribs, lakini kwa napendera wakati mwingine mtaona mambo Mungu anafanya. Huyu mama kwa wakati mchache tu nilipolitia jina la Mungu, nilipokuwa nimemuombea, mama akasimama akitembea akisema nimemuona Mungu. Kama ni magari mama alikuwa naye, kama ni mashamba mama alikuwa naye, kama ni watoto wake wako Amerika. Hakuangalia alikuwa anaenda dini gani. Alisikia kuna nabii wa Mungu ambaye anaitwa Apostle Robinson Chweya, ninataka niende pale na nitamuona Mungu. Wapendwa, mahali imefika, msiruhusu vitu ambao tumebarikiwa na Mungu viweze kutudanganya, viweze kutufanya ili tusiombewe. Maana imefika mahali ukisikia kuna mtumishi wa Mungu ambaye cheki na mapepo, ambao ni mtu ambao anaweza omba na anachukia mashetani, huyu ni mtumishi ambaye anaweza kukupeleka mbali sana. Huyu mtu ambaye anaweza kukupeleka mbali sana. Iko watu ambao una watumishi wako na neema mbalimbali. Wengine wakapatiwa kufundisha tu, wengine wakapatiwa unabii, wengine wakapatiwa neema hata ya kufungua makanisa, wengine wakapatiwa karama ya kuondoa mapepo na mashetani. Mimi ambao niko mahali hapa kama apostle, amebeba karama zote. Niko hapa kutabiria ya kwamba sida yoyote unapitia, jaribu kunyenyekea siku ya leo. Jaribu hata mahali bobote ulipo, hata uoge na uweze kupiga hata simu yako naweza kukupatia mahali hapa, na ukuje kanisani. Kama utaona Mungu, nitafunga hiyo kanisa, kwa sababu nimeona Mungu Baba anafanya. Nimeona mabubu wakiongea. Hey, masaka ya ribo. Ndio nakwambia ya kwamba wacha kunyamaza na hiyo sida yako, eti kwa sababu kuna watoto wako ng'ambo. Wacha kunyamaza na hiyo sida yako, eti kwa sababu wamesoma. Wacha kunyamaza na hiyo sida yako, eti kwa sababu uko na magoroba. Iko sida ililetwa na shetani. Ulisaliwa ukiwa vizuri, na hata chini uliitwa nayo. Maybe ukaitwa china Isauke, ama ukaitwa Zichui ya Bili. Ukiangalia hiyo china, huyu ukiangalia menendo ya mtu mwenye unaitwa china lake, alioa Lisavu, akakaa Lisavu, akaoa Lisavu, akasomea Lisavu, hakwenda hata Nairobi. Ndio nakwambia maro ingine imekamata watu. Kitabu cha Maombolezo 5:7 binasema mababu zetu walitenda dhambi na wako. Sasa tunaweza kuwa tunasumbuka kwa dhambi zake, kwa dhambi zao, lakini hakuna mwenye anaweza kutuokoa. Tunapata chakula kwa sida. Nani atakapotuokoa? Mahali tumefika wapendwa, wacha hata kulilia serikali sijui uchumi. Wewe pata Mungu, utaishi kimiujiza. Pata Mungu, vitu vitakufuata. Fuata Mungu, mambo yataonekana. Na nakwambia wakati wa leo niyo katika studio hii, na amani aliangalia huyu mfanyikazi anaweza kuniambia nini. Ndio watu wanasemanga yule kijana hana gari, ule kahubiri akana gari.
hata nguo naweke imeraruka, ataweza kuniambia nini? Lakini mambo anayozungumza wakati mwingine inakugusa, lakini unashindwa kwenda kanisa yake kwa sababu inanyesha. Unashindwa hata kuombea unapoangalia eti kwa sababu ni maskini. Neno la Mungu halipaui hata kidogo. Kama unaweza kuona pima, tunataka mpasta ambaye kuna magari na vitu vikubwa niombe. Oh my friend, mahali imefikia Mungu ameanza kutumia wale watu waliotaruliwa, wale watu hata wakusoma kitabu cha 1 Corinthians 1:28. Biblia inasema ya kwamba nikainua vyombo vilivyotaruliwa, nikainua vyombo vilivyotaruliwa, nikainua vyombo vilivyotaruliwa, vilikuwa chini sana. Leo hii Mungu anatumika watu. Hata mtoto wako mdogo kuna kitu anaweza zungumza kwa nyumba na unashangaa. Wewe unaona ni mtoto tu. Mtoto wako anaweza kuwa anakuambia kuna ndoto nimeota. Kumbe Mungu amewapatia nabii kwa nyumba na mdai kunyenyekea. Nyinyi mnaona ni mtoto. Nyinyi mnaona ya kwamba huyu ni mtoto nalisha. Hey, watu wa Mungu, fungua masikio yako, kuwa sensitive. Hata wasima anaweza pita akuangalia kuambia kitu na unashangaa. Unaweza muangalia ni wasimo, lakini ukifanya kile kitu amekwambia, faida itakuwa yako, haitakuwa yangu. Mahali popote unadisikisa, ninakwambia ya kwamba wacha kutezeka na zida. Kuna watu wameamua kufunga na kuomba. Wacha kupandika makanisa kahora. Sio makanisa yote ni za kahora. Kuna kanisa linatafuta Mungu, kuna kanisa iko na Mungu. Wapendwa, mtu mmoja asiharibu neno la Mungu. Na muone mapasta wote wako hivyo. Kuna wachungaji wako na Mungu, kuna wachungaji hawafanyi mchezo. Ndio maana nakwambia ya kwamba mahali imefikia tunahitaji Mungu. Hata kama ukiwa Amerika unahitaji Bwana, unahitaji Mungu. Maana bila huyo Mungu utafanya kazi, wachawi watamesa pesa zako, wanarusha mishale ya magonjwa, wanarusha mishale ya mauti. Unapata watu wamekufa kiholela. Magonjwa ndio inamesa pesa. Unako Amerika lakini hujachenga nyumba. Wako unasema ya kwamba nitumie pesa kutoka hapo. Hapana, hiyo sio maisha Mungu alitumbia. Nimekataa katika jina la Yesu Kristo. Kila maisha mahali ambao maisha inakufinya, waliosema utaendelea, I prophesy in the name of Jesus. Pokea neema isiyo ya kawaida. Pokea neema isiyo ya kawaida katika jina la Yesu Kristo. Mungu yuhai na kuna mama anatenda. Asubuhi ya leo ni baraka kubwa. Asubuhi ya leo kuna vitu vitabadilika. Asubuhi ya leo kuna mambo yatafanyika. Haijalishi wamesema nini, haijalishi kuna sida walituba. Leo hii tuamini pamoja na wewe kuna muujiza utafanyika. Nota nipigia simu. Nimekuwa nikiombea hii siku muda mwingi sana, nikisema Bwana, nikionekana kwa TV, sasa kuonekana TV tu kama katuni. Inataka watu wakuone, watu wakuone. Ninajua ya kwamba fea inaweza kukukosa kutokuja kanisa mahali na ubiri, lakini mahali ulipo, kama kweli una fea, amini Mungu leo kuna kitu Mungu atatenda juu ya maisha yako. Na hata hii studio itabarikiwa, na itakuwa studio ambao kubwa sana. Nimeitabiria katika jina la Yesu Kristo, na watu watasangaa in the name of Jesus Christ. Ndio maana nawaambia ya kwamba imefika mahali ambao kuna kitu kinaenda maisha yako. Kuna kitu unapitia ambao sio kawaida. Unashinda kuambia wazazi, unashinda kuambia watu, unashinda kuambia hata mchungaji wako. Lakini amini Mungu ya kwamba leo hii kuna kitu kitafanyika juu ya maisha yako, kitaondolewa. Mungu anahitaji unyenyekevu katika maisha yako. In Jesus mighty name. Nataka niweze mahali popote ulipo, ninataka kukuombea ili Mungu akatende jambo juu ya maisha yako. Kuna kitu Mungu atafanya. Kitu kinafanyanga Mungu ashuke kwa watu ni kiburi. Unyenyekevu hakuna. Chochote kisikudanganye ili uweze kusema ya kwamba nimediaki hata neno la Mungu, hata una haja. Unapatia shetani nafasi.
ninataka Mungu afanye jambo juu ya maisha yako. Hata kama kuna watoto wakubwa, wengine ni maroya, kuna kitu kinakusumbua ambao uloyo huwezi toa, gari yako huwezi toa, umetembea hospitali, hata kama inaweza kuwa sio magonjwa, umerushiwa roho, watoto wamekukataa, hawakupendi, na kitambo watoto wako wanaweza kuwa aje wanakuchukia, kuna roho ilirushwa, something is wrong somewhere. Kuna kitu kila mtu anapitia. Kuna bomu unapata ruhusiwa roho ya kujinyonga. Yaani kitu kidogo kifanyika mtu anataka kunywa sumu. Hiyo ni kitu ambao kilirushwa. Hii hatuwezi tukakubali hiyo kitu. Lazima tukatae kama watumishi wa Mungu. Wewe ambaye unanitazama unapata ya kwamba ndoa imekuwa shida. Unaolewa, unaweka huko. Unaolewa kila mahali. Hiyo sio mapenzi ya Mungu. Kuna kitu somewhere. Kuna mtu anatumika na shetani akunyuma yako, na wewe hutamjua unless nabii wa Mungu kama mimi nitakwambia. Watu wengi wamekuja pale kanisani, ana watu wanieleza shida zao, mimi ndio namueleza unapitia hii na hii na hii, mpaka mtu anashangaa nini kinaendelea, na mtu anafunguliwa na Mungu anamfanyia miujiza. Kanisa letu pale Jumamosi tunakuanga na ibada kwa saa 3 mpaka saa 7, Jumatano saa 3 mpaka saa 7. Wewe ukifika hata pale mahali panaitwa Bosongo Hospital, ukipanda kwenda juu utasikia kanisa hapo. Nauliza kanisa la Emmanuel liko wapi mahali hapo? Hata ukiuliza ule mtumishi wa Mungu anaitwa Apostle Robinson anafanisa mango na bibi yake, utaambiwa kanisa liko hapo. Kanisa lingine kubwa sana, na sasa hivi najua kwamba watu wamesaa chata yale, kwa sababu watu wanafaa kukuja mapema, kwa sababu Mungu anaonekana na Mungu anaenda kufanyika. Nilipokuwa mimi niko na kazi ya serikali, nimesaliwa mimi peke yangu kijana, mashamba yako na kila kitu iko, nilikuwa nimerushiwa roho mbaya. Nilikuwa mtu ambao sichelewi, naweza kula chakula the whole day, naweza kula chakula hata karaya mzima, naweza fanya umaraya. Wakati mtumishi mmoja aliniambia there is something wrong, ndio naenda kanisani pako unaimba bass, lakini hujakutana na Yesu. Huyu Yesu nataka mkutane na yeye. Tukakutana na Yesu, akaniambia, nikaweka magoti chini. Sikuangalia ile kazi, sikuangalia vile niko kijana peke yangu na nyumbani kwetu ama kujiweza, na roho akashuka kutoka juu mbinguni, nikajipata niko chini. Macho yangu nilikuwa nimeumwa, nikapona. Macho yangu yakapona. Nilikuwa inanisumbua, tumbo ilikuwa inanisumbua, natoka kwa kilasi na nalala nje mpaka walimu wananiolea huruma. Nikatembea hospitali, nilikubali Kristo akaingia ndani na roho yangu yote, bila kuangalia huyu ni mtoto ananiombea, bila kuangalia ya kwamba huyu sio ni maskini ananiombea. Hapana, nilisema ya kwamba nimeguswa. I want to see God in my life. Na wewe kuna kitu kitafanyika katika juu ya maisha yako. Na ama ni hakuna kitu kilikuwa kimemkosa, alikuwa na utajiri. Ukiangalia Elikana, mtumishi wa Elikana alikuwa na wake wawili. Penina ako na watoto na ana kicheli hana watoto. Ana aliona ya kwamba na mimi kuna kitu nimekosa katika hii boma. Hata kama ninapatiwa posho mara 2, maana Elikana alikuwa anampenda, anapobariki Ana na Penina, anapatia Ana vitu mingi. Na mtu akioa wake wawili inamaanisha kuna mahali anatoa resources, ni mtu ambaye ako na pesa. Sio bure hivyo, maana hao watu lazima utawalisha kwa nyumba. Penina alikuwa na watoto na kila kitu, yeye ni kucheka. Anachekelea Ana. Na Ana naye akaangalia ya kwamba nimechekelewa ya kutosa, nimefinyiliwa ya kutosa, nimehangaika ya kutosa. Akaanza kuingia maombi mlimani akiomba. Akaweka agano na Mungu, nimetoa hii dhabihu kwa sababu ninataka mtoto. Mungu kutoka juu mbinguni, Biblia inasema kwamba ukisoma hiyo Samueli, First Samueli, utapata hii hadithi kuanzia 1 hapo kuendelea. Unapata ya kwamba kuna mambo hapa ya maendeleo juu ya Elikana. Huyo Ana hakuwa na amani. Akiamuka anaona kuna tatizo somewhere, maana amekosa mtoto. Akaona wacha aombe Mungu, wacha tafute uso wa Mungu na sadaka zake na vitu vyake, ili apate kitu kinaweza kumheshimisha. Biblia inasema alipata mtoto ambao ni Samueli, ni nabii mkubwa. Kuna kitu umekosa katika maisha yako. Watu hawakutambui, wanakuona kama takataka. Wengine hawakusalamii. Labda ni umaskini, labda ni vita wanasikia kwako kila wakati, sauti ya mapombe. Kuna kitu kinakusumbua. I'm telling you wherever you are hearing me, mahali unanisikiza,
ukiamini Mungu kuna kitu kitatendeka. Ana alibarikiwa na midomo ya Penina ilinyamaza. Hata watoto wa Penina hawajulikani kwa Biblia. Hawajulikani. Hata hawakusikika tena. Kuna watu wanakucheka walikutangulia. Wanakuona wewe hauna kitu. Wanakuona kana kwamba ufai. Hey riba, shika yando riba. Kuna wakati ambao unafikanga na ni leo. Mungu anaenda kuwanyamazia vinywa vyao. Na watatafuta Mungu wako ulienda wapi? Nini kimetendeka? Na miujiza yake itakuwa na sifa kubwa sana kuliko ile ambayo ulikuwa unaona. So leo hii naenda kuombea mtu. Chukua maji na kikombe, uweke kachumvi kidogo ambao wewe ni mgonjwa. Dakika moja alafu nenda kuombea maombi hapa. Iko kitu kitatendeka. Kuna mtu ananisikia saa hizi hata miguu yake kuna shida. Anajiuliza afanye namna gani? I want to pray for you and something is going to happen right now. Sasa naenda kuombea. Unaweza kugusa hiyo TV na kuna mambo yatatendeka. Now you will never regret ya kwamba mbona ukilitune hii TV. Nataka nikuombee sasa. Na ushike hiyo maji. Mahali popote ulipo ongea ndani yako kwamba Bwana Yesu, nimekuja kwako, nisamehe dhambi na makosa. Ondoa roho ya kiburi kwa maisha yangu. Imefika mahali nataka nikuone. Nimeteseka ya kutosha. Wacha niombee maji na mwingine gusa mahali unasikia vibaya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, msikilizaji wote ambao amesikia hili neno, ninaomba nguvu ambao zisio za kawaida katika mahali hapa. Gusa maisha yake in the name of Jesus. Haribu kila kasi ya shetani. Pokea itachi la moyo wako. Pokea uponyaji. Pokea amani kwa nyumba yako. Pokea kama ni pesa na kazi na opportunities, visa, katika jina la Yesu Kristo. Kutana na nguvu za Yesu in the name of Jesus Christ. Pona kwa jina la Yesu Kristo in the name of Jesus Christ. Receive in the name of Jesus Christ. Pokea in the name of Jesus Christ. Pokea kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. 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 Asante sana Apostle, barikiwa sana kwa kutuletea neno. Iko bano mwacho murigereria mbia mono sana asoko ba munaintu asoko nyoringa na liyo monene na Apostle Robinson chwe ya niga gotebanga Nyasaye naramo nae kera chinga kirende ase faida yo murigereria ndete kwa DKM upeane direction kwa nye kanisa lako liko na venye linaitwa, kisha baadaye upeane namba ya simu within just 1 minute alafu tumalize. Kanisa linajulikana kama Emmanuel ambao linakuanga Bosongo Sibito Maspark next Bosongo Sibito. Hiyo gate ya Bosongo Sibito panda kwenda juu akamulima wale wanapaswa kokoto, utasikia kanisa hapo, na hata ukiuliza Apostle Robinson utalipata lile kanisa pale. Alafu kitu kingine ya pili, namba yangu ya simu unaweza andika chini 07. Namba ni 07 233 233 11 54. Hiyo ni namba ya simu. 233 11 Kuna watu kama wawili watatu labda ninaweza wasalamia, waambia ya kwamba asante, wana waliniambia ya kwamba ni wapendwa. Na shukuru sana Dipon wa kanisa Ben Omwanza, Bwana kubariki sana. Natash ambao ni shemeji vitu, God bless you. Mnapotusasa mahali hapa na mke wangu Jesse Maera, God bless you so much. Na pamoja na wengine pia ambao wanaendelea kuniangalia hapa, Pastor Ken na watu mbalimbali na kanisa letu lote na washirika. Sindaweza kwa sababu ya muda. Bwana wabariki sana na wanemishe katika wakati wa leo. Shalom. Nimefurahia sana. Amen. Sana, amen. Sana. Amen. Amen. Ngono mchumo ligerelia bana tonyorera marandia emambe yabono tokoteba ngambi yabono sana, usiende mbali. Tutarudi kwa kipindi kingine asentunda yende ya kabla tuko cha top 5 at 5. Kulinde dia turanda sasa mwenye hiyo studio, producer akaweze kufanya ile maneno kisha baadaye tukilejea baadaye tutarudi tuende kwa top 5 at 5. Kulinde sasa unaiga tuende madukani. Producer